Naona simu inaita. Tumsikilizie. Yes. Kaka vipi? Shwari, niambie. Uko poa? Niko poa. Bwana kaka, tuko on air hapa. Yes. Tumeona clip yako inafanya vizuri sana kwenye mtandao ya kijamii. Umetia verse kwenye nyimbo ya Chino na ni nyimbo ambayo inazidi kufanya vizuri. Tukaona ngoja tukupigie ili tusikie mawili matatu, maana vijana unapoonekana kuna vijana wanaimba nyimbo za aina hii, ni nyimbo ambazo ni vigumu sana kukuta kijana anaimba, lakini Chino alipoachia ngoma yake umeonekana kama kubless, kumpitisha, kumverify. Tunataka tusikie maneno mawili kutoka kwako. Kikubwa mimi kwanza nimefurahia kuona uwanja wa nyumbani unaongezeka kuwa na timu za nyumbani. Ndio. Na kikubwa kwamba huu muziki ni muziki fulani hivi ambao unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo mtu akiwezea lazima umpe heshima yake. Ndio. Kwa hiyo kiukweli kwamba wimbo ni mzuri na amefanya kitu kizuri. Kwa hiyo na mimi nimeona kabisa kwamba hapa lazima nimpe maua yake, lazima nimpe heshima. Hata kama mimi nipo watu wananiaminia, lakini nimempa heshima ile ambayo ametendea haki kile kitu ambacho nakitoa. Kwa hiyo ni wimbo ambao pembe ni mzuri, ni ubunifu mzuri. Yani nimependa na mimi mwenyewe imenishawishi kufanya kitu ambacho kila mtu apate kusikia kwamba nyumbani kuna nini yani. Kiukweli ni kitu kikubwa sana. Mimi nimpongeze sana Chinomani na nimempa maua yake, nimemverify. Ndio. Sijawahi kumverify mtu. Lakini nimemverify kwa sababu kuna kitu amekifanya na ameonyesha jamii kwamba kweli ni Chino wanamani. Ndio. Tumeona verse zako mle zime bwana. Zile verse vipi, zile verse zile ambazo umezitia mle kwamba Kende iko wapi? Kende kenda wapi? Kwa nini amwachie? Unajua pia katika lahaja sisi kwetu Zanzibar Kende sio tusi. Kende ni kenda. Kizimkazi, Makunduchi, ukisema Kende maana yake ni kenda. Kende wapi? Kenda wapi? Umeona? Kwa hiyo ni lahaja. Kwa hiyo watu wengine wanatafsiri tofauti. Ni Kiswahili ni kipana. Ni sawa sana huko Kizimkazi huwezi ukasema tembo. Tembo huko ni matusi, lazima mwite ndovu. Ndio. Kwa hiyo ni zile lahaja ambazo zipo zinatumika. Kwa hiyo ni kama wimbo ambao ndani yake una tafsiri, kila mmoja anapata kitu ambacho yeye mwenyewe anafeel. Lakini kuhalisia tumepata kitu kikubwa, na mimi ndo maana nimependa, na ndo maana imeleta changamoto. Unaweza kukuta kuna radio wanaweza wakapata ukakasi ya kuplay wakaona kama kuna shida ndani, lakini ni lahaja ya Makunduchi na Kizimkazi. Hiyo unaambia nini watu ambao wengine tumesikia akisema kwamba Kende ni kama tusi linaleta ukakasi fulani kwa jamii? Sasa shida ni kwamba watu hawaulizii baadhi ya lahaja, kwa sababu hata makuti China kwa Japani matusi makuti na kisu ni matusi vile, lakini pia ukienda sehemu kama Komoro ukisema mbebe ni matusi, milele ni matusi. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo na sisi tunaimba sasa, na kwa kule wanapiga nyimbo lakini Resini nataka niwe na wewe milele na inapigwa, lakini sasa kwa Komoro na mayote milele ni matusi. Umeelewa? Sasa ni vile watu wameshindwa kuelewa, lakini ni neno tu la kawaida. Umeelewa? Ndio. Ni tafsida tu ya kawaida tu, kwa sababu hizo ambazo watu wanazizungumzia zina jina lake original yake ambalo linazungumzwa na kwenye radio watu wanazungumza. Sio, umeelewa? Ni sasa na vile tunaposema uume wa mwanaume, yani pia nao watu hawakunani asojua uume. Wanaona punguza ukali wa maneno, lakini si wanaelewa nini kimemaanisha. Ndio. Kwa hiyo ni kawaida tu. Ndio maana nikasema Kindamba niambie ili nipate nijue hivi Kende kenda wapi? Kwa nini umwachie? Kwa hiyo ni swala la kawaida tu. Ndio maana mimi pia nimeverify, kwa sababu ametumia kitu ambacho kimeleta kila mtu na tafsiri yake. Kwa hiyo hata mimi nitakuja kushangaa nikiona kama BASATA wanakuja kusema kwamba labda akatukana. Sasa nitawaambia basi wamtumie mfano kama Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo Kende ni neno la kawaida tu yani. Kende ni neno la kawaida tu. Kwetu sisi Zanzibar neno la kawaida. Mtu yeyote mtafutieni mchezaji wa Makunduchi, nani anachezea Simba? Nani anacheza Simba? Huyu nani Makunduchi? Jina lake tena linaanza. Yaani ukimtafuta mtu yote ambaye anatoka kusini, ndio, hata rais wetu tuliye naye, ukimwambia tu Mheshimiwa Rais, mkuu wa mkoa kende kwao,
atakwambia kende na nani. Umeona, ni sio tu ni neno tu, ni lahaja ambayo sisi kwetu huku inatumika, ni Kiswahili tu, ni lahaja ya Kiswahili. Sasa kwa sababu vile tu watu wameshazoea tu kutafsiri kitu chochote kile, watu wanakitafsiri wanavyojisikia. Ndio. Umeona? Ndio. Kwa hiyo mimi nafikiria tu ile namna ya watu kutafsiri kitu, lakini sisi ni Tanzania na kuna maneno pia unaweza kukuta neno la Kisukuma sisi kwetu ni la kawaida, lakini kwao ikawa ni shida. Unamwambia nini sasa Chino kwa project ambayo ameiachia, ambayo imeonekana imekonga mioyo za watu na vesi zako ndo zimekuja kukonga mioyo za watu zaidi? Mimi namwambia kwamba aendelee kufanya kitu kile ambacho Watanzania wanahitaji ama Afrika inahitaji. Unaelewa? Na mimi nina imani kabisa, yani shughuli sasa mtakuwa mmesikia burudani, kwa sababu watu maharusini walikuwa wamekosa ile burudani ya kuona namna Waswahili wanavyoburudika. Na mimi niwaambie ukweli, hii ngoma tunaiangalia tu kawaida, tunatoka angalia kawaida. Lakini msishangae Chino mkamkuta yuko Saudi anafanya show, au mnamkuta yuko Oman anafanya show, au anakwenda nje zaidi ya Tanzania kwa ajili ya show, kwa ajili ya hizi ngoma, kwa sababu mimi ni muda mrefu nimezifanya na ninajua impact zake. Sasa hivi Chino kuwa na mashabiki mfano wa nchi za Kiarabu ni swala la kawaida sana. Na hiyo mtakuja kuniambia, ataona sasa hivi watu kutoka Algeria, watu kutoka Morocco wanafuatilia hili swala. Ndio. Kwa sababu ndio mziki ambao watu wengi wanaupenda. Waarabu wanapenda, Waswahili wanapenda, Wazungu wanapenda. Yani sina cha kuongea kubwa zaidi kwamba mimi nimeblaze. Kwa hiyo akiona kwamba tunaweza tukikaa na muendelezo, basi ni jambo zuri, pia watu watapata kuona kile ambacho kitakuja kutokezea pia mbele. Lakini nimpongeze yeye na mwingine yote ambaye atakayefanya, basi nimpongeze kwa sababu ndio rasilimali yetu kama Watanzania. Na na imani kuna mtu hapa anafanya hii nazungumza, lakini na imani hata hii vocal sauti yangu ukimtagi atasema kweli, kwa sababu nilishakaa na naibu waziri Hamisi Mwinjuma Mwanaifei. Ndio. Anatamani sana kuona huu muziki unakaa sehemu yake. Kwa nafikiri ni mmoja na yeye mtu ambaye kwa hiki hapa lazima atakuwa kakiona na atakuwa moyo wake umefurahika, lakini atakuwa anahitaji haya maelezo ndio yatoa kwenye hili neno lenye ukakasi. Hii imekaaje kitaalamu? Lakini kwa sababu kitaalamu tumeshaielewesha, kwa usifikiri kama italeta tena ukakasi. Watu waelewe tu kwa huku kwetu kusini, Makunduchi, Bwejuu, Paje, Jambiani, Kizimkazi, kende ni kenda. Kende ni kenda. Kende ni kenda. Yaani mtu aliyekwenda ndo naambia kende zake. Ndio. Yaani huyo kaenda zake. Kwa hiyo sio kaonekana kwamba watu wamefanya uhuni. Kwa hiyo ni tafsida tu kwenye kuimba hizi ngoma. Watu bwana, tumeona comment wanataka hiyo project itoke bwana. Watu wanatamani kusikia kitu ambacho kilichomo ndani. Bana, na mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao wanatamani pia. Ndio. Kwa sababu hata hivi ninazungumza na wewe, kuna mahali nipo Zanzibar, lakini kuna mahali nimepita nimekutana na traffic. Niko na gari, wameniona kwanza wameanza kuzungumza hiyo. Bana kile ulichokifanya kwa Chino ni kizuri. Yaani ile ngoma bana. Yaani yenyewe ni I mind ni traffic muda mdogo anakuwa nao muda wote wako barabarani, lakini wanakipata na wamekizungumza. Mimi mwenyewe nimesema kweli hiki kitu ni kikubwa sana. Ndio. Kwa hiyo mimi mwenyewe natamani kiwa hivyo, nafikiria kuna vitu vingi ambavyo sasa vitakwenda kuinuka na Chino ataingia kutia kwenye heshima kubwa sana. Ameweza kurejesha kile ambacho watu wanafikiria labda kimepotea, labda hakitoweza kuwekwa sehemu yake. Ndio. Na mimi sina shaka na hilo, mimi na imani sana, kwa sababu kama hata mwenyewe amebless na amekubali, ameridhia, na mimi nimemverify, maana yake kwamba yuko loyo na yuko tayari kila kitu kiende. Kwa hiyo sina hofu na imani vitu vitakaa vizuri tu. Ndio. Kwa hiyo mimi ninaomba tu support wa Tanzania ndio kusupport, umeelewa, ili mambo mengine yakae sawa. Lakini by the way nimesikia pia mimi faraja kuona watu wamefurahi kumsikia kwamba kweli kaka bado yupo na yuko vile vile na inamhitaji. Naona comment za watu bwana, tulikuwa tunakuhitaji kukusikia, umetukumbusha mbali, fanya. Mbona kila mtu wengine wananipigia simu sasa bwana, hapo ndo yani ndo wewe sasa.
Bana, yani kila mmoja amekuwa na shauku. Kwa hiyo mimi tu nimwambie tu Tino, kama kuna chochote cha kufanyika basi kifanyike, hebu wa Tanzania wa enjoy ili mambo mengine yakae sawa. Unaona, tuweke kile ambacho ile rasilimali tulionayo sasa tuendelee kuiweka kwenye sehemu yake, ili watu pia wengi wakuja wanafanya muziki nao uendelee kukua, kutanuka. Ndio. Shughuli sasa naona kama watu sasa ndio wataoana sasa, maholi yatakuwa ni mengi sana, sababu na swali nawajua wanatafuta sababu tu ya kwenda kusasambua. Nafikiri maholi sasa yataanza kufunguka vizuri sana. Bwana brother, asante sana, tumesikia maana tulikuwa tunataka tusikie chochote kutoka kwako. Bana, mimi nashukuru sana, tuko pamoja bana. Asante sana bro, nikutakia mchana mwema. Asante sana, nashukuru. Haya, asante. Bwana, kama umesikia hayo ndo jinsi gani AT ameweza kutia neno lake hapo. Watu walikuwa wanataka kumsikia atasema nini. Hayo ndo maneno ya AT kwamba project soon anaweza kuiachia. Bwana, hii ni Top Level TZ. Bye bye.